Well, kwa ndugu wasikilizaji, inabidi tukumbuke kwamba maisha ni nafuu ila sio rahisi. Maisha ni nafuu. Katika unafuu wake, mwemuko mkuu unaitwa upendo. Mwemuko mkuu unaitwa upendo. Na upendo, wajibu wake ni kwako kwanza wewe. Kwani asiyeweza kujipenda hawezi kupenda. Sababu ya watu kuwa wanafiki, sababu ya watu kushindwa kuwasilisha miemuko ni kwa sababu hawana mwemuko kwao. Na mwemuko mkuu ndio naozaa miemuko. Upendo. Upendo kwako kwanza. Unajipendaje? Tumeshaanza ku-release. Hapa ni key ya ku-release. Kwa hii ni key ya kuachilia mawasiliano yenyewe. Yes. Na key yenyewe ni upendo. Ila anakuwa na engo mbili. Sawa. Engo ya kwanza, protection. Naomba umakini hapa. Sawa. Engo ya pili, provision. Ni PP. Sawa. Unajipenda wewe, kwa sababu watu wengi hawajui kujipenda. Ndio maana asiyeweza kujipenda hawezi kupenda. Utamegaje mkate usiokuwa nao? Wewe una mkate, utamegeaje mtu? Kwa hiyo ili upende inabidi upende. Kwa lugha nyepesi, ujipende utaweza kupenda. Sasa unajipendaje? Unajipenda kwa kujilinda. One. Unajipenda kwa kujiprovide. Unasema nini kwa Kiswahili? Kujiprotect na kwa kujijalia. Unajipenda kwa kujijali. Kwa kujijalia. Kwa kujijalia. Kumbe kuna tofauti kati ya kujijali na kujijalia. Kujijali inakwenda vibaya sana. Asante. Kujijalia. Kujijali inaweza kazaa ubinafsi. Sawa. Kujijalia. You see, provide for yourself. So njia pekee ya kujipenda ni kuprotect yourself and provide for yourself. How do you protect yourself and how do you provide yourself? Unawezaje ukajilinda mwenyewe na kujijalia mwenyewe? Nakupa mfano ambao itakuwa simple kwa sababu tunaanza kukimbizana. Yes. Kila siku unakula. Unapokula una provide for your body. Una provide kwa fikra yako unapojifunza vyema. Na njia pekee ya kujiprovidea vizuri ni kukataa kufuata kwa kushabikia. Ujikite katika sekta ya kujifunza, kujilisha kwa maana ya kujijenga. Vitabu unavyovisoma, video unazotizama, marafiki unaoishi nao, je, wako protective au wako ni provision kwako ama wanakudestroy? Mawasiliano yoyote ile yanaitwa interference. Ila kuna constructive interference katika behavioral psychology na kuna destructive interference. Mtu yote kama tulivyo hapa tuna interfere. Lakini interference yetu inakuwa positive, inakuwa constructive, inakuwa ya kujenga. Mtu yote unayeungana naye katika mawasiliano, katika mahusiano, kama sio wa kukujenga ni wa kukuharibu, wa kukubomoa. That's the right word. You see, bata wawili wanaoogelea pamoja wanatengeneza interference katika maji. Mtiririko wao, yule ambaye ana interfere na mwenzake watakuwa na point tofauti. Nakupa zoezi. Chukua vidole vyako viwili, dumbukiza kwenye kisahani, kisifuria ama kisinia, sufuria. Ndio ina maji au halina maji? Maji yatatikisika na maji. Ukidumbukiza kwa pamoja, maji yatatikisika. Mmoja atakuwa interference, mwingine atakuwa focus. Ukiwapeleka wote wawili waguse chini pamoja, watatengeneza constructive interference. Ina maana maji yatatikisika kwa maana ya harmony, kwani wanalenga kugusa, wanagusa pamoja. So kifupi, kujipenda wewe ni kujilinda. Uwezo kajiachia katika sekta ambazo hazikujengi. Kwa mfano washerati, utapeli, ujambazi, madawa ya kulevya, kutafuta hela kwa ujanja. Ndio hali iliyopo katika dunia sasa hivi. Wizi, yani vitu vyote vile ambavyo unaona kabisa kwamba ni njia nyepesi. Kwa maana hiyo dokta, wakati tunaendelea kumaliza hapa, nataka tu cement. Tukisema
unavyoweza kuachilia mawasiliano yenye weledi yana engo mbili, na kile ukasema kitu kikubwa ni upendo. Na katika upendo, cha kwanza ambacho umesema kwamba huwezi ukajiprotect kama haujipendi mwenyewe, na kutokujipenda au ukionekana au dalili za kuonekana kwamba hujipendi ni utafanya vitu kama hivi: uasherati, utapeli, utaiba, unakula vibaya, unasikiliza yeyote yule. Hujipendi. Alafu mtu ambaye hajipendi ni mtu ambaye anataka kuburudishwa badala ya kuburudika. Watu wengi wanataka kuburudishwa badala ya kuburudika wao. Mtu ambaye hawezi kucheza peke yake chumbani, muziki ukiwa unapiga ndio anacheza, huyo mtu hatawahi burudika maishani. Na vile jifunze kucheza pia mwenyewe chumbani. Uko njia, yani unaimba peke yako, unacheza. Kusikiliza muziki ni tiba, lakini kuimba muziki ni tiba maalum. Ukiwa naimba wewe. Na katika ushauri ninaweza kuwapa watu, ndugu wasikilizaji, kwa sasa hivi, kwa faster tutawapa email, wanaweza wakaandika, tutasaidiana. You see, ndugu msikilizaji, maisha yako ni ya kwako. Uondokapo duniani, watu wa dunia watakuhitaji tena. Ndio maana ukifa watu wanakuja kukulia, ukifufuka wanakimbia. Ina maana wakulilii wewe uliyekufa, wanalia kwa kuogopa na wao watakuja kufa. Ni old brain. Jeneza, idea ya kuweka watu kwenye jeneza haikuanza kwa ajili ya kutunza aliyekufa. Waliweka jeneza ili wamfungie huyo mtu aliyekufa asirudi tena. So na ukiwa hai, ujue kwamba watu wote unaoishi nao wanakuona muhimu, wanakuhitaji ukiwa hai. Usichezee maisha yako na usichukue maamuzi ambayo huwezi kuishi nayo. Make decisions worth living with. Ukidecide, jua kabisa I can live with it. Kwamba nikisema nitafanya hiki, yani liwalo na liwe, I'm gonna do it, I can live with it. Kifupi, learn to protect and provide for yourself, then protect and provide for others. So don't destroy other people. Usiwaharibu wengine hata wakiwa na mapungufu. Na usijaribu mwenyewe. Yani asiyejaribu haribu wengine. Kama anachafua sifa za Harisi, anachafua sifa za mtu fulani. Ndio maana dunia hii ni asili hiyo ya kutokopa kwa upendo. Magazeti yanayochambua watu vibaya, magazeti yanayoongelea mabaya ndizo yanauza. So ukiwa na habari mbaya unauza sana. Kwani dunia hii upendo hakuna. Atulindani, atuprovediani, tunasema kwa Kiswahili, atujaliana.